zangu, alhamdulillah, kwa nini baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nimeanza kutaja miongoni mwa majina 99 ya Allah ambayo assalamu, kwamba ni amani. Ndugu zangu, leo duniani kuna uvunjifu wa amani. Ni ipi hukumu? Ni ipi hukumu ya yule ambaye yeye ndiyo sababu ya amani kutoweka? Ipi hukumu yake? Ipi hukumu ya yule ambaye ndiyo sababu kuvunjika kwa amani duniani ama katika nchi yetu ya Tanzania? Nini hukumu yake? Ipi hukumu yake? Ndugu zangu, kwa haraka, amani ni kitu bora kabisa. Amani ndiyo chanzo cha maendeleo. Amani ndiyo chanzo cha kila kitu. Huwezi kupata elimu bila amani. Huwezi kupata watoto bila amani. Huwezi kupata mali bila amani. Kila kitu asili yake, masdari, msingi ni amani. Msingi ni amani. Masdari ya kufanikiwa, msingi ni amani. Ndugu zangu, tunawahusia ndugu zetu kutunza amani. Nyote mashahidi, leo tunaangalia katika vyombo vya habari, dunia imekuwa sio sehemu salama. Nini? Watu walikuwa wanalala vizuri, wanastarehe maisha vizuri. Leo kwa kukosa amani wamekuwa ni yatima. Leo kwa kukosa amani wamekuwa ni ombaomba. Leo kwa kukosa amani wamekuwa wakimbizi kila kukicha. Alafu historia yao ni ghanimu, wana maisha mazuri, matajiri, lakini utajiri wao haujanufaisha chochote isipokuwa kuwa wakimbizi. Kwa ndugu zangu, amani ni kitu bora, ni kitu muhimu. Ndio maana tunawashukuru viongozi wetu wa dini na viongozi wetu wa serikali, ikiwepo shehe wetu Sheikh Mufti wa Tanzania Abubakar Zuberi. Mzee huyu Allah tabaraka wa taala ampe mwisho mwema. Ni mzee ambaye nimemfuatilia kwanza, moja, ana elimu, ni mwanachuoni mkubwa, aliman, ni mwanachuoni mkubwa, namfuatilia mazungumzo yake, ni mwanachuoni shehe wetu huyu. Lakini ndio hivyo, ni mwanachuoni mkubwa, lakini wanatokea vijana wengine hawana adabu hivyo. Lakini mzee wetu ni mwanachuoni mkubwa. Kwanza kikubwa, mzee wetu huyo kuna kitu amempa, kitu kikubwa, hekima. Na Allah anasema mwenye kupewa hekima hakika amepewa heri nyingi kabisa. Mzee wetu, shekhe wetu, Allah tabaraka wa taala akuongoze na akupe mwisho mwema, kwa sababu huyu kiongozi ndiyo masdar, msingi wa amani. Anasisitiza amani. Kisha na viongozi wetu hawa wa serikali, ikiwepo Mheshimiwa Rais na wake hao, nao wanasisitiza tujenge amani. Sasa ndugu zangu, kumaliza, ni ipi hukumu ya kuvunja amani? Allah tabaraka wa taala anasema Qur'an, sura Bakara, alfitnatu ashaddu min alqatl, fitna ni mbaya kuliko kuua. Manake vurugu ni mbaya kuliko kuua. Ili watu wauane, lazima zianze vurugu, fitina hizi. Sijui vijana wamepewa pesa 10,000, 5,000, eti nendeni barabarani mkavuja amani. Ndugu zangu, fitina ni mbaya kuliko kuua. Mtu anaweza akaua mtu huyu mmoja, akamchoma kisu,
kapiga risasi mtu mmoja. Lakini fitina ni mbaya Mungu alipoizungumzia. Mtu wenda kwa chuki yake, chuki, akaenda katika biri kisima akamimina sumu, watu wote wa kijiji wakafa maelfu. Akachukua kombola kwa fitina tu, akapiga atomic bomb, watu wote wakafa. Kwa nini? Fitina yake. Kwa ndio maana Mungu akasema fitina ni mbaya kuliko kuua. Sasa huyu ambaye ameanza kuleta fitina, ndiyo vurugu, huyu anahesabika ana dhambi ya fitina na ana dhambi kubwa ya mauaji. Na Mungu anasema mwenye kuua nafsi moja mutaamidan, kwa makusudi, kwa chuki, kama vile ameua watu wote duniani. Kwa hiyo hukumu ya huyu mfitinishaji, huyu anakuwa dhambi yake kama vile ameua. Kwa hiyo tunahusia vijana na wale ambao wana tamaa ya pesa 200 300 wasiweze kuvunja amani. Inshallah, nadhani mashehe zetu wako wataomba dua za amani. Sheikh Mufti wetu yupo Tanzania, Abubakar Zuberi. Inshallah Allah tabaraka wa taala awafanyie wepesi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.